Cherargei usiwe mnafiki. Unajua vijana wanafiki ndio uzeni wanakuwa wachawi. Wewe si unajua rais ndo anakuja ama nikauta inakuja kwa rais. Wewe nawe ushiki mambo nyingi. Sasa nimekwambia mara nyingi. Sasa tumekuja vizuri. Wewe unakaa Mungu. Sasa umeanza kuharibu. Rashid ameuliza mlitumia pesa, ni swali rahisi, mbona unabadilisha nguo? Unajaribu kuelezea Cherargei. Wewe nakwambia hiyo ni mkuki ya usiku, nitairudishia mahali na kunjia. Kwa hivyo nipe nafasi niongee. Leave Edwin Sifuna and Boni Khalwale. We don't look for jobs to pay taxes, Khalwale. Leave Mike Sonko, Esther Passaris, and even Miguna aside. About that. You should. Because you lose all your cases. So what? There is a new political duo in town. Whenever they appear on the same TV show, sasa umeanguka mtihani, wataka kushahihisha. Expect verbal missiles from both sides. Sijui Rashid takuja kufanya nini na huyu mtu. Unajua binadamu ni kama mihogo. And plenty of laughter along the way. Unajua kuku hawezi kumshauri mbata mambo ya kuogelea Rashid. Kwa hivyo sitaki ushauri wa Cherargei. Yaani nipe nafasi nimalize. Maliza. Wewe kwa dakika moja. Unajua huyu nikiaga. I am talking about Kirinyaga Senator James Murango. Cherargei ndo nikwambia akili yao isiwe inakuja kwa msimu kama maembe. And Nandi Senator Samson Cherargei. Unajua unatakana uambie wa Kenya ukweli pia. And for some reason they seem to do it even better in Kiswahili. Taarifa tendeti. Hata hiyo ni msamiati sasa. Nimeitafuta kwa muda. In this episode, I am taking you through some of the best moments from these two political heavyweights. Hajui ni wapi anasimamia na ni wapi anaanzia. Mimi ni kama moshi ya sigara. I am Jacob Okello. Mimi ndio and welcome. Mazito kabisa. Tulia, mambo mazito utayambemba. Ndio tutasema alichapwa. Jamani, wacheni nimalize. Now this is what is going on. Mimi sikupata. Taratibu tu au pati. Ama ukae pale kwa kiti basi uendelee mazungumzo. Kwa sababu tuwezi kaa na wanapiga kelele. Senator James Murango was elected on the UDA party ticket but later joined DCP after former Deputy President Gachagua was impeached. Sikiza Murango. Jibu Rashid. Ndio maana hatuwezi piga hatua na watu kama hawa. During this interview, Murango claimed that after the fallout, he stopped receiving invitations to UDA meetings. Labda mimi sikupata, labda kuna sababu lakini mimi sikupata. Sasa. Unajua safari lakini haukwenda. Unajua safari ya mamba haitaki burugenge. But Cherargei had to defend UDA. Kwanza tumekuwa na mkutano ya parliamentary group meeting. Hawaji. Hatuitwi. Hawaji. Wanasema mimi niko I can confirm wamekuwa wakitoa kwa SMS, tukitumiwa SMS. Tumekuwa na parliamentary group meeting ya National Governing Council hapa State House. Faruku alikuwa anaandika message direct. Niko nazo hapa kama tusidanganyane. Wewe nyamaza na wewe. Kazi yake ni kubabaja kila kitu. Naye huyu sinataka nikusaidie kila mahali wewe kana nafikiri nataka nimuulize Senator Murango na Kinywa. Aliandika. Wakitaka video ya kuonyesha Mheshimiwa Faruk Kibet akiongea Kiingereza ndawapa tukikula chakula. Ikiwa wana doubt na zile messages huwa ananiandikia saying that Murango was still a member of the UDA Senator WhatsApp group and that all meeting invitations were being sent there. Murango said he has several phone numbers and that the number in the WhatsApp group was no longer active. Hiyo picha ameweka hapo sio namba ambayo unatumia kwa sasa katika group za WhatsApp. Kwa hivyo hapo na namba ambayo na hiyo ni namba yako. Ni namba sahi. Wacha tupige hiyo namba sahi. Hii si kesi. Mimi hapa siko hapo kama mimi si maambuzi hapa. Hiyo namba sahi. Kwa hivyo ndio hii yako namba. Unaongea sana. Unaona vile anatetemeka. Nataka nikuandame nitakuandama pia. Unaongea sana. Nafasi yangu kwa niko na simu mbili. Na niko na namba 3. Don't explain. Unanielewa? Na sio lazima nielezee. So ni makosa ya nani kuwa na namba 3? Sawa. Anaepa wananchi. Kama wataki niseme, sipopewa nafasi uongee. Nimekuelewa. Kwa hiyo ni kwamba katika namba zako zile 3, zile namba ulioitoa mara ya kwanza katika kundi. Lakini Rashid, si ukubali tupige hii simu. Unaona? Sikubali tupige hii simu. Aikelee simu zake hapa. Kuna watu wanaongea, wanakimbiza midomo kuliko akili. But guess what? Cherargei dialed that number live on air to prove his point. Hiyo anapiga nasikia iko mteja. Anajaribu tupige hii hapa. Unaona? Wanajua iko mteja. Sasa Rashid, ni vizuri niseme hivi kwamba zile namba ambazo zinawekwa kwa mitandao na wakati inaita sikia Rashid inaita
Inaita na nini ile? Sio acha inaita wapi? Rashid. Fungua. Rashid Inaita amekata. hii Amekata. niseme ukiangalia picha ya kama ni tofauti na mnipatie nafasi. Aya, Unatumia sawa. muda wangu visivyo. Ndio hii inalia. Kunipoteza. Anakata. Namba italia mahali italia. Hiyo si namba yangu ambayo natumia. Na Lakini unakubalika hii ni namba yako. Namba yoyote ambayo unafaa kufanya Rashid. Hivi hata mikutano yenyewe ya rais akija Kirinyaga. Mimi sialikwi. Wacha hiyo wanasema twende. Nani anapaswa kukualika? Unaona? Na ni kaunti yako. Wewe si unajua rais ndo anakuja ama ni kaunti inakuja kwa rais. Wewe nawe ushiki mambo nyingi. Kwa hivyo unajua hapo withdraw na apologize bwana Rashid. Wewe nakwambia hiyo ni mkuki ya usiku, nitairudishia mahali na kunjia. Kwa hivyo nipe nafasi niongee. Senator Cherargei hata wewe. Kwa sababu ni pia nilisema hapo mbeleni kwamba samaki wote hunuka lakini walimshuku kambare. Mwaka wa 2018. Ukiwa bado wewe ni senator wa Nandi, aliyekuwa amechaguliwa na chama cha Jubilee. Ulikuwa bado unapiga ndomo kule, nilikuwa nakuona kule Nandi. Ulikuwa unaongea sana kwa sababu wewe sana huwa unaongea sana. Maneno ambayo ulikuwa unaongea wakati huo hata mdomo ilikimbia mahali miguu yako haiwezi kurudisha. Lakini bado ulibaki katika chama cha Jubilee mpaka mwaka 2022. Kwa hivyo unapoongea ujue kwamba nyungu haiwezi kuambia mbirika ni nyeusi. Wewe ni mweusi sana. Hata kama ninajua. Wewe hata uoshewe wapi. Mtindo wako ule unafanya wa kisiasa ni ule. Na ndio maana Rashid anajua ya kwamba atumulaumu Ndombi kwa kutotakasa Kaniki kwa sababu weusi ni rangi yake. Pembejeo zimepotea. Hakuna mgomo. Una mgomo. Sasa wewe unaangalianga nini? Kila siku kwani wewe unaangalia tu zile sinema za watu wazima. Sasa Rashid ndio nasema na za Kichina. Sasa kuna sinema za watoto. Tumeingia hapa ilikuwa inasoma sasa hivi. This was about coffee and tea sector reforms. Cherargei yeye si mwenyekiti. Unajua ukiita mtu ambaye hajawahi fuga kuku hawezi kuelezea mambo ya ng'ombe. Kwa hivyo mambo kama hizi hawezi elewa. Sababu anajua sasa hivi. Murango had initially served on the Senate committee that handled the reforms before he was removed after Gachagwa's impeachment. Pia alikuwa mwenyekiti wa masuala ya ukulima, ingawa alisembea tukamfurusha. Mlinitoa. Mambo ikaharibika. Haikuharibika, iko sawa sasa. Tunarekebisha makosa ile ulifanya. Cherargei wakati mwingine na mambo mengi anaongea bila pia kufikiria sawa. Cherargei said Murango had contributed very little to the committee's work. Unajua Cherargei usiwe mnafiki. Unajua vijana wanafiki ndio uzeni wanakuwa wachawi. Kwa hivyo usiwe wanafiki kwa sababu wewe tumia maneno hapana. Unajua wewe hapa hakuna naomba msamaha kwa program. Kwa sababu anasema matatizo yangu na Cherargei ni kwamba hajui ni wapi anasimamia na ni wapi anaanzia. Mimi ni kama moshi ya sigara. Ujui unadawa mikutano tumekuwa tukifanya. Mimi ndio naongea. Mimi ndio nimepewa nafasi. Ukiongea siongei. Nikwambie just for point of information. Amesema tangu atoke serikali ya mikutano. Sitaki ushauri. Unajua kuku hawezi kumshauri Mbata mambo ya kuogelea Rashid. Kwa hivyo sitaki ushauri wa Cherargei. Yaani nipe nafasi nimalize. Maliza. Kwa dakika moja. Unajua huyu nikiacha tafadhali tulia Cherargei upate shindano yako. Imechemka. While Murango strongly defended his record. Na unajua njembe kiserema ulima kushinda njembe mpya. Wao wako na njembe mpya ambayo halilimi kwa sababu wakati huo hata kuitwa mkutano hata moja wa usika wakuu wa majani chai katika serikali ambayo tuko nayo hakuna mkutano imeitanwa. Naibu wa rais ambaye ni kiongozi wa chama wa Murango alienda akalala kitanda moja na makatel, na ndio unaona wakulima wa majani chai hasa kutoka Mlima Kenya na Kenya wanaumia. Jambo la mazito sana. Alienda kulala na katel. Hatuna ithibati na kulala na katel. Unajua ameanza kupolepweta huyu mtu. Njohari za mtu ni 3. Akili, heshima na haya. Na zote ukisikia venye Cherargei anasema kunihusu utaona pia zimeandimika kama kamburi la baniani ama maji ya kukaanga. Kukutetea anaweza kula mahali popote katika kijiji lakini kutaka yai ni nyumbani. Na watu wa Olkalao walikula kila mahali kwa serikali lakini walitagia nyumbani. Kwa sababu ndugu yangu anapenda Kiswahili, hii ni kama kuku anataga yai, anapiga kelele kijiji mzima. Si kama ng'ombe ambaye anatoa maziwa na apigi kelele. So hiyo ni tabia ya wale ambao wameshinda kiti kimoja tu pale Olkalao. Usiwe tu kama kitanda legevu ambayo kinasifu mwanaume hana nguvu za kiume.
Ni vizuri kabla ya nafikiri hiyo ni parental guidance. uweze wakati inatiririkwa na busara. Unajua Cherargei, afadhali usikize. Hata kama kunyeshe mvua ya busara, wewe unajua utachukua mwavuli. Hawa watu ambao wanaunga mkono serikali sana sana, na sasa hapa ni wawili. Unajua wako na tambia kama ya kenge. Cherargei anaita mburukenge. Ni hiyo kwamba wakati kunanyesha mburukenge, unajua anatorokea mvua kwa kuingia kwa ziwa ili asinyeshewe. Sasa hiyo ndio tunatambia naona hapa. After DCP defeated UDA in the Ol Kalou by-election, once again, the two found themselves on the same TV panel. Kwa sababu Rashid, kama pale Ol Kalou watu walikuwa wanapewa mpaka kondoro ya futi 6 ambayo imekonda kama kindiwia, kwa sababu ya Cherargei kindiwia ni sim card. So mlitumia pesa. Ngoja Cherargei. Si ndio? Unajua Cherargei. Wacha msamiati nyingi na methali ndugu yangu. Kujibu swali wa Kenya wajue. Sasa nimekwambia mara nyingi. Sasa tumekuja vizuri. Wewe unakaa kumungu. Sasa umeanza kuharibu. Rashid ameuliza mlitumia pesa, ni swali rahisi. Mbona unabalisha nguo? Unajaribu kuelezea Cherargei, huwezi kuniweka maneno kwenye mdomo. Sasa umeanguka mtihani, wataka kushahihisha. And things went down as expected. Waliangusha kanuni ambazo zilikuwa zinakuja kukandamiza wenye wanamiliki magari na wale ambao wako katika biashara za magari. Na moja ambaye alipinga hoja hilo ni Senator Cherargei. Kwa hivyo ni vizuri pia nimtendee haki, na pia namwomba katika mazungumzo ya leo pia akili isihame, isikuja kwa msimu kama maembe. Atumie hiyo akili ambayo wako nayo. Kabla ndugu yangu CNN ajechangia ama kuingilia kati, ingawa sijui kama hiyo ni Kiswahili sahihi, kuingilia kati, kabla ajechangia kuja juzi, zile marekebu bado ziko katika ile kwa maji. zile stima, vikingi vya stima zinaendelea kusambazwa pale Ol Kalou. Kitu ambayo nasema sasa, ile unataka kumposa msichana, unataka kumuoa, utatumia mbinu zote kumbembeleza. Unamnunulia sweet, unamchukua kahawa, unampeleka kwa baiskeli, umefanya hiyo. Ndio mpigaji kura wa taifa la Kenya anavokaa, na hiyo ndio kubembeleza na kuiongelesha kura vizuri, vile huwa unakatia dem kama majenzi wanavyosema. So ni ngumu sana kupata kivuli kilichonyoka kutoka kwa mti ambao umepinda. Kitu cha kwanza, Rashid, unasikia Senator Cherargei, maendeleo ya kwanza ni kuwa watoto wetu wa Gen Z. Kwa hivyo tunafaa kumpenda sana kwa kutuletea maendeleo ya kutuulia watoto wetu. Maendeleo ya pili ni wizi ambao umeendelea katika SHA. Tunafaa tumpende sana kwa sababu kitu ambacho kwa umoja mazito kabisa. Tulia, mambo mazito utayambemba. Sasa kwa sababu kwa vitu kama hivyo pengine inaweza kuwa pengine umefikisha kwa asasi za usalama, ukapeleka ithibati. Unasema tuhuma, madai. Huwezi sema unaweza tulia. Unaweza tulia kidogo. Tuhuma, sema tuhuma. Cherargei ndio nikwambia, akili yao isiwe inakuja kwa msimu kama maembe. Tulikubaliana tuchangie na kila mtu apate nafasi. Rashid, umekuwa na serikali awamu kwa mihula mitatu. Unajua kuna kusikiza na kunaelewa. Cherargei, usisikize tu, kuelewa pia, jaribu kuelewa. Hiyo nimemwambia kwa miaka mitatu unatarajia rais akuwe amefanya na zile ya serikali ya awamu nne. Wewe Cherargei, shida yako no, unajua pia uko na haki, si kwa sababu yangu, lakini wa Kenya ambao wanatizama pia kuwa kwenye haki. Simwambie tu atulie kwanza. Wanataka ufafanuzi, lakini nafasi yake ikiisha unanyamaza. Lakini unajua unatakana uambie wa Kenya ukweli pia, fafanua. Mimi sijui Rashid tutakuja kufanya nini na huyu mtu. Unajua binadamu ni kama mihogo. Maganda ufanana, lakini tabia ni tofauti. Yake ni ya kukera. Kwa sababu kila mahali nikipewa nafasi ya kuongea mimi na nyamaza, lakini akipata yake anaanza kuongea. Rashid ambaye ni mwelekezi, kuna swali nataka kuwauliza, maana anatakana kuwafafanulia wa Kenya vizuri. Nipe muda wangu. Unajua huwezi kuwa unasema kwa miaka mitatu rais hajafanya yote, na ile tulikuwa na awamu nne. Nimesema kuna mipango. Unaona? Tunajua rais anajua kupanga. Wewe ndugu yangu, binamu yangu, umeongea vizuri. Kuna mipango. Hiyo tumezoea. Hivyo tunasema na kudanganya, kuna yenye tunafanya
na zingine zinatekelezwa. Rashid, nafikiri ni muhimu kila mmoja hata akikerwa na wazo la mwenzake atulie, agoje mpaka nafasi yake ipatikane. Anakutatiza pia. Tuende kazi kwako. Unajua sasa unajua sasa ananitatiza mpaka mtiririko wa mawazo. Unasema kuzidisha, kuongeza, kugawanya. Nilikuwa sasa nachangia Rashid kuzidisha maneno ambayo alikuwa anasema, lakini pia amekuja wakaongea sana kuhusu mambo ya fedha ambazo zimetumika. Nikwambie ukweli ni kwamba kule wakati walikuwa wanapeana viatu, hata kuna moja alipewa hana miguu kwa sababu ilikuwa ni hongo ya kura, na kwa hivyo wasije wakasawasisha wakasema ya kwamba sisi tulitumia pesa kama hao. Lakini nataka nikwambie mwananchi, hata kama ni kudanganya, unaweza peana viatu kwa kunyana, hata kama ni kudanganya. Hata inyesha mvua ya supu mtakosa kijiko. Hata uwezi danganya Wakenya kuwa unaweza peana viatu. Bahati hamna, kwa sababu katika madharau nafikiri alikuwa anasema wenye mnaongelesha watu, wale watu mnawatupa wengine hawana hata adabu. Kuna sauti kama ni uongo kabla Nyutu hajasema usipea mtu mwenye ana mguu. Uwezi mpea viatu, labda alitaka tuone viatu vyake vizuri. Labda ndio anataka tuone viatu vyake. Kuna wale ambao ni walemavu kuliko mwapatie vigari zao, unaenda mtu ambaye hana miguu. No, uwezi mpea bwana, hata hiyo ni uongo bwana. Wacha hiyo ni uongo Rashid. Huwezi pea mtu mwenye hana mguu. Labda pia hata si ana mguu, ana familia. Ana familia kweli. Hii serikali ndio itakuwa ya kwanza kuleta ugonjwa nchini, kwa sababu serikali nyingi zimekuwa zikipambana kumaliza ugonjwa. Na ubaya ya wenzangu kama Murango ambaye anatarajia atakuwa governor kwa kupiga serikali vita ni kuwa wamefanya kila kitu ikuwe siasa. When reports emerged that the USA was setting an Ebola quarantine facility in Laikipia, as usual, Murango and Cherargei had completely different views on the matter. Kama kituo kama hicho lazima kingejengwa hapa, kingeletwa katika Ikulu, kiwekwe huko ndani. Wale watu ambao wanaunga mkono kama Cherargei au ndo wanaenda kuwapokea watu wa Ebola wakifika hapa. Ningetaka kuona mbunge kama Sundi ndo wanaenda kuwapatia chakula. Ningengojea nione kama Waiguru ndo wanawaimbia ngojera na kuwaimbia mashahidi ili kuhakikisha kwamba wagonjwa wametulia. Unajua wanapinga na hao wenyewe hata si watu wa military, hata si watchman. So inamaanisha lazima kukuwe na mfuatilio fulani. Chenye mbwa anaona usiku na kumbweka, ndo hicho kondoo anaona usiku na anaamua kukaa kimya. Na kwa hivyo tunapokuja Rashid, ukiomba sabuni kwa jirani ambaye ako na kipara kama Cherargei, akupatie sabuni ambayo iko na unywele, una ruhusa kuuliza unywele umetoka wapi. Utakaa tu kikisia. Hapo walikuwa wajui, na ndio maana wakamuita waziri wa afya kuja kuelezea, hata kama alikuja na kimburi, ako na kichwa ngumu kama ile karai ya kupika chapati. Kwa umechaguliwa na chama fulani, si kusema kwamba unafaa uwe hauna kichwa kama nyungunyungu. Murango was asked why he decided to leave UDA and join DCP. Here is what he said. Mungu akikupatia kichwa, ufai kukitumia kama kofia. Nimemsikiza ndugu yangu ambaye tulimfurusha kama mwenyekiti wa kamati ya ukulima. Lakini ukishindwa kutunza aliyekupa kura kama sandaka, utakuja kumpata ambaye anaandamana na ana zako kama kafara. Na nataka nimuulize chama yangu ya UDA wamtoe kwa ile orodha ya membership ya UDA. Nimeongea kutosha. Unajua hata mbwa umbweka na inafika wakati wa kuuma. Nadhani tumembweka ya kutosha, Rashid. Sheria haikukubali ukuwe na vyama mbili. Labda ukubaliwe ukuwe na bibi mbili, but vyama au kubaliki sheria. Chumvi haina dhamani ya mtu ambaye anakunywa chai. Na sukari haina dhamani kwa mtu ambaye anakunywa supu. Kwa hivyo tunaenda ambao uhitaji wetu unatakikana. Kama yeye ni mwanaume kamili, ajiuzulu kwa chama cha UDA na wale wenzake warudi debeni. Inakuanga ni ngumu sana ukipewa kazi ya kuhakikisha kwamba mbwa umemfanya elewe kwamba mfupa ni tamu kushinda asali, kwa hutafaulu. Akijiuzulu leo naenda aungane kuunda chama cha DCP, sisi hatuna shida, kwa sababu ni haki yake ya kimsingi ya sheria. Akili tunduizi, akili maizi itapatikana vipi kama ni kukubaliana na kila kitu ambayo inasemwa na Cherargei? Lakini ni makosa kukaa kwa chama cha UDA na kuwa unauza chama cha DCP. Kwa sababu Senator Cherargei ako na mtindo wa kuvua
heshima na staha na kuongea maneno bila chembe haya. Chama cha UDA imechukua muda sana. Ingekuwa umewafurusha hawa vile tulifurusha naibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Jambo la kwanza ambao mwananchi anawajibika anafaa kufanya ni kuondoa serikali dhalimu kwa mfumo wa kupiga kura bila fujo, bila magumbaro, bila tenge tahanani. Finally, we'll wrap up with Murango's political ambitions. The Kirinyaga senator has expressed interest in contesting for the Kirinyaga gubernatorial seat in the next general election, and this is what they had to say. Mwaka 27 kwa sababu Senator Murango anataka kuwa governor ya Kirinyaga, lakini ataonea view sasa kwa sababu ako kwa ile chama ambayo inaenda kuanguka. Ndoto ipo. Achana Cherargei. Unaomba governor. Wewe una nyota. Ndoto ipo na shida ya kwenda. Rudi UDA, TCP wanauza hiyo vyeti vyao. Hata kama wanauza UDA ndio ukue governor. Nani akuja wapi? Niende harusi na gari ya kumbeba maiti. Mimi niende na UDA katika uchaguzi Kirinyaga. Wewe vipi? Mtazamaji, naitwa Rashid Abdalla. Shukrani sana.